hizo tano. Habari za asubuhi vijana, habari za asubuhi wapendwa, ndugu zetu mnaoishi majumbani. Leo tunawaletea bidhaa mpya ya taa kutoka Poland. Hizi ni taa kutoka Poland, zinaingia sasa hivi nchini, na hizi taa zina beam switch ambayo unatumia kushika mkononi tu, yake ambayo iko mkononi inabadilisha mwanga rangi unayotaka wewe, na tunawasha kwa kupitia kama hivyo mnapoona, tunawasha kwa kutumia remote. Hapa inaonyesha mwanga. Unataka kubadilisha mwanga, unatumia remote yako kwa ajili ya kubadilisha mwanga mashine yake. Kama mnapoona hapo inabadilika na kuwa white. Inategemea na muda gani unataka, labda usiku mwingi huko ndani unataka kutafuta sindano yako imedondoka, unatumia white. Ikiwa umekaa hapo unataka kuangalia TV sebuleni. Leo tumewaletea katika kipindi chetu cha Mote Elektroniki. Hapa tupo kwa ajili ya kujifunza mambo mengi ambayo yanahusu umeme. Sawa? Leo tumewaletea kitu kipya kabisa. Hii ni taa mpya, model mpya. Au kiangalia hivi ni kama taa ambayo ipo hata Tanzania au ipo katika nchi zote za Kiafrika, lakini kuna vitu tofauti. Sawa? Kuna vitu tofauti. Sawa? Ni taa ambazo ukiziona zinatambulika, lakini zina vitu ambavyo ni tofauti, ni vigeni sana kwetu. Sawa? Unaiona hichi kitako kina sumaku. Hichi kitako ndo kinafungwa katika ukuta. Kikishafungwa kwenye ukuta chenye kina sumaku. Kwa hiyo ile control yake ikija pale inabandikwa. Ikibandikwa inajishikilia, okay? Na hii hapa ni remote, ambayo remote hii unaicontrol kupitia kwenye nini? Kwenye hichi kicontrol ambacho kitafungwa hapa kwenye sumaku. Sawa? Lakini vile vile hichi ambacho ndio hichi hapa, sawa? Lazima uweke beti mbili. Beti haziji na kwenye mwezi wenyewe, sawa? Unanunua wewe, unaziweka. Tuko pamoja. Sasa ukishazinunua hizo, hichi unakiweka kinakaa hapo. Sawa, remote hiki unaweza ukakiweka katikati, lakini kiuhalisia kabisa kinataka kikae kisizidi zaidi ya futi 6. Futi 6 yani maanisha kwamba distance kati ya taa pamoja na remote kisikae umbali wa futi 6. Kwa hiyo unatakiwa ucheze nacho kwamba kisizidi ndani ya futi 6. Kwa sababu kikizidi hapo maana yake hakiwezi kusense karibu na taa yenyewe ilipo. Sasa lazima hizi taa kila moja configuration maana yake kama kuweka settings zake. Settings zake tunawekaje? Settings zake ni kwamba kuna button ambayo inaweza kuconfiguration, ukibonyeza yenyewe inawaka taa nyekundu, lakini inatakiwa karibu na taa moja ambayo unaiweka. Haziwezi kufanya kazi taa zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukishaweka kwenye taa ya kwanza, unaweka kwenye taa ya kwanza, ikianza kublinking unaweka rangi ambayo unaitaka. Alafu ile taa unakishika kwenye rangi unayotaka, ile taa unaitoa. Kwa sababu ukisema uiache, ukienda configuration taa nyingine, yani ukienda kuunga kati ya remote pamoja na taa, yani ukiweka mahusiano ukiweka mahusiano, yani kama vile unaunganisha device ya simu na simu ama bluetooth na bluetooth. Kwa ukifanya kabla ile taa nyingine hujaitoa, maana yake ile taa nyingine tena unaitoa kwenye mfumo. Kwa hiyo sasa hii isikuchanganye. Vitu kama hivi ukishakutana navyo, ukishamaliza ya kwanza unafungua taa yako unaitoa, kwa sababu itakuwa tayari imeshaingia kwenye mfumo. Ukishaitoa unaanza kuunga nyingine. Hivyo. Kwa kila moja utakuwa unaifanya hivyo. Ukifanya hivyo maana taa zako zitakuwa ziko sawa. Lakini ukisema ufanye zote kwa wakati mmoja zikiwa hapo, haiwezekani, kwa sababu kila utapokuwa unaunga utakuta ile nyingine unaitoa. Nadhani hapa tuko sawa. Okay, tunaendelea. Hizi taa ni kama vile tunavyofunga zile taa za singles. Nadhani nikisema zile unazielewa. Ni kama zile taa za kuning'inia tu. Sio kama zina mbwembwe sana kwenye kufunga. Zinafunga kama holder zingine tu. Sema tu tatizo lake ni kwamba ni control yake tu ndio iko tofauti, na zinaweza kubadilisha rangi ama kupunguza, kuongeza, hivyo tu, lakini ni balbu kama balbu zingine. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Sasa hapa kuna kitu kingine cha tofauti kidogo. Cha tofauti hapa ni kwamba mtu unaweza kukutana naye, labda akawa anahitaji labda kuweka ukubwa fulani wa taa kushuka chini ama kupanda juu.
Hicho tu kingine ndio unaweza kukaka tofauti, lakini katika ufungaji wa waya kule juu ni vile vile, kuna neutral na live. Hamna kingine cha ziada, labda tuseme labda control, kuna sehemu labda yaziko ifungwe alafu control ndio itaweza kupata power iendelee. Hapana, control yenyewe inategemea betri mbili. Kwa hiyo betri zikiisha, basi lazima ubadilishe betri, na betri ni zile zile za remote ambazo zinatumika kama siku zote majumbani. Remote yenyewe ina beti yake, na huwa mara nyingi ina gadi yake. Nikisema gadi inamaanisha kwamba ile remote ikija huwezi kuitumia mpaka utoe kikaratasi. Kuna kikaratasi kinakuwa juu ya beti kwamba beti isiweze kutumika, kwa beti inakuwa ni mpya. Kwa hiyo ili remote iweze kufanya kazi, ni lazima utoe kile kigadi, kikaratasi kinakuwa kwa chini. Ukikitoa kile, ndio remote yako inakuwa iko sawa kwa kufanya kazi. Unajuaje sasa remote inafanya kazi? Njia ni moja tu ambayo mimi nahisi ni rahisi zaidi, ni kuibonyeza na kuiweka simu ya upande wa kamera. Utaona vitaa vinawaka. Vitaa vikiwaka, maana kwenye ile remote wakati huo ukiwa unabonyeza, ndipo utajua remote yako iko sawa ama haiko sawa. Kwa hiyo kwa upande huo nadhani tuko sawa. Twende kwenye upande mwingine. Kwa hiyo sasa unapokuwa unaweka barubu yako, kuna muda mwingine unaweza kuwa umesenti taa zote, lakini ukizima taa moja inabaki haiziwi. Usishangae kukutana na kitu kama hicho, kwa sababu sio kitu cha ajabu, ndio iko hivyo. Kwa sasa ikiwa vile kwamba taa zote zinazima lakini moja haizimi, kinachotakiwa sasa kufanya pale ni kutoa taa zote ambazo zinazima, kuzitoa na kuacha ile moja ambayo haizimi. Alafu ikishaitoa kata ile moja imezima, zile ulizokuwa umezitoa hakikisha uguo tayari umezizima. Alafu ile moja ndio unaiacha ikiwa iko on. Alafu baada ushatoa barubu zote, unachokifuata sasa, ile unaanza kuiunga tena kama vile unaitafutia device yake upya. Alafu na yenyewe sasa unaizima afu unaiwasha. Baada ya hapo ukishaiwasha, unarudishia zile nyingine ambazo tayari zilikuwa zinawaka. Kwa utakuta zote zinawaka. Baada ya hapo ukizima, lazima zote zitazima. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana, lakini inahitaji sana kutulia, kwa sababu kama hapo unavyoona, yani unakuta yani lazima utulie na kila moja uweze kuichezesha kimpango wake. Ukiichezesha kimpango wake, yani kama ukiwa unaitafuta kama hivi, unaona jamaa anachokifanya hapo, ana set rangi. Umeona hiyo rangi imekuja ni nyeupe. Kwa hiyo maana hapa ana set rangi, alafu ishasitika anaitoa, ama aidha kuiregeza isipate power, kwa sababu inakuwa tayari ishaungika. Kwa hiyo inakuwa haina shida tena. Kwa hiyo kila moja itakuwa inafanywa kama nilivyoelekeza, ndivyo linavyokuwa. Sasa twende katika kiungo cha pili. Kiungo cha pili tunataka kuzifanya kwamba taa zote ziwe rangi fulani. Umeona hapo zimezima zote, tunataka ziwe rangi fulani. Kwa hiyo maana kuwa rangi fulani, kwa sababu tushaziweka kwenye mfumo mmoja wa kuzima na kuwaka, basi hiyo ni issue rahisi sana ambayo inawezekana. Kwa sababu pale kwenye remote control kuna sehemu ya kubadilisha rangi vile unavyotaka wewe. Lakini rangi sio kumaanisha kama rangi zinakuwa ni nyingi. Rangi ni warm, alafu kuna white, alafu kuna ile white ambayo imechanganyika na warm. Sawa? Rangi ni aina tatu tu. Sawa? Kwa sasa ukishafanikiwa kama hivi kuwasha, unawezekana ukakuta muda mwingine taa moja ikawa ina warm kubwa, nyingine ina warm kidogo. Sasa hapo kinachotakiwa wewe kufanya, sawa, unaweza kuzifungua moja moja na ukaziseti. Yani kwa mfano ile ambayo imezidi ukaitoa, zile ambazo unaona hazijazidi ukaziseti unavyotaka wewe zizidi kama yule mwenzake. Alafu baada ya hapo ndio unamuongeza yule mwingine. Kwa sababu ukisema usizizime, maana yake huwezi kuseti kile husika. Kwa nini zinakuwa zina utofauti? Utofauti wake unakuja kutokana na kwamba kuna moja ilianza afu nyingine ikafuata. Hapo utakuja nielewa. Yaani namaanisha katika ukiwa na seti, kuna moja inaweza kawa mbele zaidi ya wenzie, kwa hiyo inakuwa rangi. Basi hapo sisi ndio mwisho wetu kuonesha jinsi ya kufunga na jinsi inavyokuwa. Tumwache kabisa hapa jamaa yetu mmoja akitupa maelekezo ya mwisho na tuweze kumaliza finishing yetu. Lakini usisahau kitu kimoja cha mwisho kabisa, ni kwamba switch yetu ya hii ni lazima iwe online. Kisema online maanisha kwamba switch yetu inatakiwa ina power muda wote. Alafu ile kuwasha kama hiyo itakuwa inaweza kuzima, kufunga, kuwasha. Kwa hiyo hapo kuzima na kuwasha kibonyeza, umeona hapo juu kama hivi unawasha, chini unazima, pembeni unabadilisha rangi.
juu unawasha, pembeni unazima, na juu unawasha, chini unazima, pembeni unabadilisha rangi. Sawa, ngoja tumpelekee maji mtangazaji wetu aweze kumaliza hapo. Sisi tushamaliza tulivyoambiwa, tosha. Kwa hiyo ndio mtumiaji anakusanya kwa nani hapa. Habari za asubuhi vijana, habari za asubuhi wapendwa, ndugu zetu mnaoishi majumbani. Leo tunawaletea bidhaa mpya ya taa kutoka Poland. Hizi ni taa kutoka Poland, zinaingia sasa hivi nchini, na hizi taa zina beam switch ambayo unatumia kushika mkononi tu, yake ambayo iko mkononi inabadilisha mwanga rangi unayotaka wewe, na tunawasha kwa kupitia kama hivyo mnapoona hapo, tunawasha kwa kutumia remote. Hapa inaonyesha mwanga unataka kubadilisha mwanga, unatumia remote yako kwa ajili ya kubadilisha mwanga ashili yake. Kama mnapoona hapo inabadilika na kuwa white. Inategemea na muda gani unataka, labda usiku mwingi uko ndani unataka kutafuta sindano yako imedondoka, unatumia white. Ikiwa umekaa hapo unataka kuangalia TV sebuleni, una change color yako hapo, unatafuta warm mwanga mdogo kidogo, unatumia hapo kuangalia TV. Kwa hiyo hizi ni bidhaa mpya ambazo zinapatikana kwenye maduka ya electronic. Unaweza mkaenda mkaziulizia. Zimeingia sasa hivi, hazina mwezi toka zitoke Poland. Na hii ndio nyumba ya kwanza kufungwa hapa. Kwa tunawakaribisha sana, na mtapata namba za mafundi wetu hapo. Tuko tayari kuwafungia, mnakaribishwa. Asante sana.